Wanandoa. Ni leo tena katika kipindi cha wanandoa, msikilizaji mahali popote pale ulipo, ninapokualika twende sambamba kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Mimi ni Agnes Mayagila wa Elifuraha, ninayekualika twende sote mwanzo mpaka mwisho. Na hii leo ni sehemu ya 3 ya simulizi ya tabia ya mwanamke mwenye maneno mengi na mpenda fedha, tukiongozwa na kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 11. Na neno la Mungu linasema, lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Bali wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi, upole. Na wewe ambaye unataka kushiriki nasi utakaposikiliza simulizi hii ya Bwana Nkinga na mke wake Manka, utatuandikia kwa nambari ya 0744925926. Tulipoishia simulizi iliyopita, kumbuka ya kwamba Manka aligundua kwamba ujumbe mchafu aliokuwa anamwandikia mama yake kuhusu mume wake alikosea, akautuma kwa Bwana Nkinga mwenyewe ambaye ni mume wake. Sasa tuendelee. Wanandoa. Baada ya Manka kugundua kuwa ujumbe aliouandika haukwenda kwa mama yake bali ulienda kwa mume wake Nkinga, alihangaika sana asijue la kufanya. Mama yake anamuuliza, kwani mwanangu uliandika nini, mbona unahangaika? Manka akasema, mama acha tu, ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya mama, haifai, mimi nimeumbuka mama, kata simu. Manka anahangaika, moyo unamuuma, nitafanya nini mimi? Mungu nisaidie. Yes, ngoja niende taratibu nikachukue simu yake niifute, maana alikuwa amelala fofofo, na hapo nitakuwa nimeokoka. Manka ananyata taratibu, anaingia chumbani akiwa anatetemeka na jasho linamtoka. Ile tu anafungua mlango, anamkuta Bwana Nkinga ameketi, yuko na simu yake, anasoma zake neno la Mungu na haonyeshi dalili zozote kama kuna message aliyoiona. Hapo Manka kajipa moyo kwamba yamkini hiyo message haijaonekana. Manka alipomwona Nkinga yupo macho na simu mkononi, alishtuka sana. Nkinga akamuuliza, kwa nini unashtuka kuniona? Kwani hukujua kama nipo? Manka kwa sauti ya upole akasema, hapana mume wangu, nilikuwa naomba tu simu yako mara moja. Tuandikie kwa 0744925926, 0744925926. Nkinga akamuuliza, simu yangu tangu lini? Kuna nini na kila mtu ana simu yake? Asubuhi nimekuingia bando la mwezi mzima. Niambie, unataka ya nini leo? Kwanza niambie, nini kimekufanya leo unaongea kama malaika wakati siku zote kibesi kiko juu kama baba mwenye nyumba? Haya, shika simu. Manka akaipokea simu ya mume wake Nkinga. Moja kwa moja akaelekea kwenye uwanja wa message. Kwanza jina lake kaseviwa my lovely wife na makopa ya kutosha, na message yake ilionyesha imeshasomwa, ila anashangaa haulizwi chochote. Nguvu zikamuishia, akarudisha simu kwa Nkinga. Kimya, akarudi sebreni. Nkinga akacheka sana na kujisemea mwenyewe, huyu mwanamke ni mjinga sana. Kwa hiyo alidhani nimelala, alikuwa ananyata aje kufuta huu tumbo wao na mama yake. Sasa wamenikosa, sasa simfukuzi, ila picha lake ataliona. Kwanza akabadilisha jina alilomsevu, akaliandika mpenda fedha / chuma ulete, na namba ya mama yake, yani mama mkwe wa Nkinga, akaliandika mama chuma ulete. Baada ya muda
Alitoka chumbani akaelekea sebuleni, akamuuliza mke wake, chakula kipo? Ninahisi njaa. Manka akajibu, ulisema hauli mpenzi, sijapika. Mkinga akamwambia, nipe ile hela nikatafute chakula. Manka akasema, mpenzi, nimeshaitumia na halafu dia, nilikuwa naomba hela ya shopping, maana makeup zangu zimeisha na kwenye friji hakuna kitu, na nikirudi uniambie nikuletee nini. Lakini pia mama alisema hajisikii vizuri, naomba hela nikampeleke hospitali. Sawa baba? Bwana Kinga akamwangalia kuanzia juu mpaka chini, akashika kiuno, akacheka kwa nguvu. Kisha akatoka nje na kuwatafuta marafiki zake waende kula chakula. Nini kiliendelea nyumbani hapo kwa Manka? Usikose kufuatilia Wanandoa Alhamisi ijayo, muda na wakati kama ilivyokuwa leo. 0744925926. Mimi ni Agnes Mayagila wa Ilifuraha.